Brother and sister, how are you? Uko poa, uko good? Natumaini uko mzima. Ningependa kukwambia kwamba unajua kwamba Web3 ndio future ya internet, yaani ndio wakati ujao wa mitandao. Na kama hujui hilo, basi unaachwa nyuma. Yaani kama hujui hilo sasa hivi, basi uko nyuma sana. Sasa acha mimi nikueleze kuhusu Web3 kwa dakika kadhaa tu, nikueleweshe ni nini. Tuwe pamoja. Lengo si kushindana, lengo kushinda umaskini. Enzi hizo wakati tulianza na Web 1. Web 1 ilikuwa ni lead only web, yani lead only web. Wale wahenga wenzangu basi tulikuwepo enzi hizo tunatumia Yahoo enzi zile, nakumbuka ilikuwa ni kusoma tu. Hakuna kufanya chochote. Yani unachokikuta mtandaoni ni kusoma basi. Hauwezi kufanya chochote. Yes, hiyo ilikuwa Web. Na tukuweza kufanya chochote ndani ya Web 1. Kazi yetu ilikuwa ni kwenda tunatembelea mitandao tunasoma kama tunasoma gazeti, then boom, nothing. Okay. Tukaja kwenye Web 2. Web 2 ndio hii tunaitumia sasa hivi mimi na wewe. Ndio hii mitandao tunatumia sasa hivi, Instagram, TikTok, YouTube na mitandao mingine yote ambayo tunaweza kusoma na vile tunaweza kuingiza taarifa vile vile, si ndio? Tunafungua account social media. Hii ndio Web 2 ambayo tunatumia sasa hivi. Na makampuni mbalimbali hapa yanatu provide namna mbalimbali za kufanya vitu vyetu, si ndio? Hii ni Web 2. Kwa hiyo taarifa zetu zote kwenye Web 2 zipo chini ya makampuni mbalimbali. Tunasajili akaunti zetu kwa hiyo makampuni kama Meta ambao wanamiliki Instagram, wanamiliki Facebook, wanamiliki WhatsApp na Thread. Yes. Kwa hiyo au kule X au Twitter kwa Elon Musk, wao ndio wana taarifa zetu. Tunajaza mataarifa yetu kwa majina, nini, namba za simu, email, vitu kama hivyo, au Gmail yenyewe taarifa zetu. Kwao ndo kwa taarifa zetu wanaturuhusu kutumia mtandao, wanaturuhusu kuingiza data. Na hiyo ndo Web 2 ambayo mimi naye tunatumia, na sasa hivi mimi naye tunafanya na content mbalimbali. Hii Web 2 na ndio tunatumia sasa hivi. Sasa Web 3 ni nini? Web 3 ndo future ya internet, ndo wakati ujao tunaoelekea na ndo wakati tunaoenda ku modify, kwa sababu tumetoka Web 1, tumetoka Web 1 tukamodify kutoka kwenye kusoma tu tukaanza kusoma, na vile vile tukaweza kuwa sisi tunaingiza taarifa zetu. Kama mimi hapa inawezekana nasoma posti au taarifa zote kwa watu wengine, vile vile na mimi naweza kuingiza za kwangu na wengine wakazisoma, wakazisikiliza, wakaziangalia. That is Web 2. Sasa Web 3 imekuja kuongeza nini kutoka kwenye Web 2? Web 3 bwana, ilichokuja kutuongezea hapa ni hiki. Web 1 tulikuwa tunasoma, Web 2 tulikuwa tunasoma na kuingiza, si ndio? Taarifa, si ndio? Kuingiza data, si ndio? Web 3 tunasoma, unaweza kuingiza taarifa na vile vile unaweza ku-own. Yes. Sio, unaelewa, unaweza kumiliki taarifa zako mwenyewe. Sasa hivi wewe taarifa zako zinamilikiwa na Meta, zinamilikiwa na X, zinamilikiwa na hizo social media, si Gmail, Google, wanamiliki taarifa zako, hivyo vitu kama hivyo. Lakini kuna Web 3 unaweza kusoma taarifa za wengine, unaweza kusoma data za wengine, vitu vingine, na unaweza kuingiza taarifa vile, lakini vile vile unaweza kumiliki taarifa zako. Maana unaweza kutengeneza cha kwako, your own, yani unatengeneza chako mwenyewe. Unazuia ile kutengenezwa kitu afu ndio wewe uingize taarifa zako ili utumie. Sasa unaweza ku-own, ukatengeneza kitu chako mwenyewe, kwa ukaweza kulinda data zako mwenyewe bila mtu yeyote kukuingilia. Hiyo ndio nini? Web 3. Maana tunazungumzia mambo hapo, unaweza kuunda taarifa zako kwenye blockchain kama Ethereum na nini, ukatengeneza kitu chako, project yako, jambo lako, na taarifa zako zikabaki uko unazilinda wewe mwenyewe, unalinda identity yako, unalinda kama pesa zako na kila kitu, tofauti na sasa ambako identity zetu na nini zote taarifa zetu wanazo hawa jamaa ambao ni hizi social media au TikTok na wengine wanazo taarifa zetu. Kwenye mitandao tunayotumia sasa hivi tunaingiza taarifa, lakini kwenye Web 3 tutakaweza ku-own
na tunaweza ku-own, sio tunaweza ku-own kile cha kwetu. Unaweza kubuild mwenyewe cha kwako. Yes. Hiyo ndo Web3. Na ambayo ndo tupo na nini? Cryptocurrency. Sasa hivi kwa mambo ya cryptocurrency hapo kuna Web3 na mambo mengine mengi ambayo yanaundwa. Kuna social, kuna app zinaundwa za decentralized, yani kuna vitu vingi na vingi vipo ndani ya Web3. Wote namna kuweka logins, password, we use a crypto wallet. Try enjoy. Yes, this is a Web3. Nitaka tu nikueleweshe kidogo kwa few minutes. Kwa ukitaka kujua zaidi, keep your time on this account. Utaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na crypto, Web3, mambo blockchain. Utajua, yani utaelewa mdogo. Tuwe pamoja. Yes. Kwenye Web3 wewe ni bidhaa na ni mmiliki wa bidhaa. Yani wewe mwenyewe ni bidhaa na ni mmiliki wa bidhaa. Unachukua bidhaa na unaimiliki wewe mwenyewe, sio sasa hivi kwamba wewe data zako ni bidhaa lakini uzimiliki. Sasa hivi Google anaweza kuuza taarifa zako kwa Instagram, ndio unakiingiza kwa Instagram kule unakutana na vitu ambavyo research Google na viona ads zake kwa sababu za transfer. Kwa hiyo kwenye Web3 unaweza ku-own taarifa zako. Haya ndio mapinduzi makubwa ya internet ambayo yanaelekea. Usisahau ku like, share, comment, subscribe and kufollow. Asante sana, uwe na siku njema.